Kwa kweli familia yangu mfano kama mke wangu na watoto wananipenda, wananikubali, wananishika mkono, wananielekeza vizuri. Kwa familia yangu kwa kweli sina tatizo. Ila kwa majirani bado kuna tatizo la kunyanyapaa. Mtu anaweza akaniona nimefika maeneo fulani akanyamaza wakati kwa anatembea. Anatulia ili mimi nipite kwanza ili baadaye aendelee na safari na vitu vyake. Na vipi kuhusiana na vikwazo gani ambavyo umevipata vimekukosesha riziki kutokana na hali ulionayo? Kwa kweli kwa hali ya kutokuona nimekosa mambo mengi. Kama kilimo, maana nilikuwa ni mkulima. Sasa hivi siwezi kulima. Japo nikienda shambani kulima, labda nikijitahidi kupapasa na kufanya jitihada za kila namna, mara nyingine nakuta nimeshakata mimea ile shambani kule, nimekata. Mama anasema hasa fadhali ukae nyumbani, kwa sababu ilikuwa mimi ni mkulima nashindwa kuvumilia. Yaani nimekuwa na changamoto nzito ambaye kwa kweli inanipelekea mawazo mengi sio kawaida. Lakini pia tukumbuke kwamba unakujaga huko Dar es Salaam na unakaa, na vipi sehemu ambazo unafikia na kukaa wanakuchukuliaje wewe? Kwa jiji la Dar es Salaam nikifika kweli nina wandugu ambaye Mungu ameniinulia. Wananipokea vizuri, na japo mengine siwezi nikajua, lakini kwa hali ninayoitazama mtu mwingine anaweza akakuta amekunyanyapaa, lakini wewe baadaye unaweza kuona kwamba hali hii ambayo nimepitia ina maana tayari mtu tayari ameshanitenga hapa. Lakini navumilia kwa sababu tayari ameshanikuta ya aina hii. Navumilia. Najikuta mambo mengi ambayo nimepitwa. Kuna jambo naweza likapita mbele yangu, mtu akanifanyia labda anataka kunichoma. Baadaye nashtuka nimeshajigonga, kumbe tayari kwa ananizi yake. Sasa nimekutana na vitu kama hivyo. Lakini pia wewe umesema ni mwimbaji. Vipi hiyo hali ya uimbaji ndio na kusaidia kukuingizia kipato? Inanisaidia kuniingizia kipato. Hii huduma ya uimbaji inanisaidia kunipatia kipato kidogo. Japo mara nyingine nafikia mahali nimefanya huduma kiasi kile ambayo ilikuwa cha pengine kwa 100,000 au 200,000, napewa shilingi 50,000. Hizo zingine sijui zimeishia wapi. Nakutana na changamoto, watu waaminifu ni wachache sana katika huduma nilionayo hii. Lakini pia katika kipindi hiki cha ujanani, watu wangependa kufahamu huduma yako ya uimbaji. Pia ili waweze kukusapoti katika huduma yako ya uimbaji. Wanaweza kukusapotije wewe, huduma yako ya uimbaji ikoje? Huduma yangu ya uimbaji, kwa mtu akitaka kunisapoti ili kunisogeza, nina namba zangu za simu. Namba yangu ya simu ambayo muda wote unaweza kanipata hewani ni 0752 92 88 77. Hiyo ni Voda. Ya Airtel ni 068886 9534 na 07. Hizo ni namba zangu za simu. Kwa muda wote ukinipigia utanipata tu hewani. Na nashukuru sana kwa watu wenye mapenzi mema ambayo wako tayari kunisapoti. Na mimi ukinisapoti kwa njia hiyo, huduma yangu itafikia watu kwa urahisi. Lakini pia tukirudi nyuma, umesema kwamba hiyo hali ya upofu imetokana na migogoro ya wazazi. Vipi kule unakoishi, migogoro kama hiyo tena haiendelee au bado ipo? Bado ipo migogoro kama hiyo. Hata ile shamba ambayo baba alikuwa analigombania, bado kuna mgogoro huko wa kichini, lakini bado sasa hivi haujawa una makali kama siku za kwanza. Lakini bado uko na kichini, na yani kwa umbali nasikia bado maneno yapo. Na vipi, umefika katika hospitali ngapi ambazo wamekusaidia? Lazima na sababu. Asante sana. Kwa hospitali ambazo nimewahi kuzitembelea ili kutafuta uponyaji, nimeenda KCMC Moshi, nimeenda Bugando Mwanza, na Dar es Salaam hapa nimewahi kufika, na Mvumi pale Dodoma nimewahi kufika. Kwa kweli ugonjwa siambiwi ni ugonjwa gani. Nikifika na wewe ni mzima na ugonjwa hauonekani. Basi nafikiri tutakuwa tunaelekea kumaliza kipindi chetu. Lakini pia katika swala lako la uimbaji, ningependa watu wakufuatilie katika mitandao ya kijamii. Vipi katika mitandao ya kijamii upo? Katika mitandao ya kijamii
mitandao ya kijamii sijawahi kuisambaza sana. Ndiyo. Ila mtandao mmoja ambao wa kijamii ambao ni YouTube. Ndio. Kwa hiyo ukiingia kwenye mtandao wa YouTube basi pale utanikuta. Jina nimeandika tu jina Peter Sima. Peter Sima. Ukiingia kwenye mtandao ule utanikuta pale. Namba zangu ndio hizo ambazo nilizozitaja, ambaye ni 0752 92 88 77. Hiyo ni Voda. Namba yangu ya pili ni 0686 95 34 07. Na nini pia katika kumaliza kipindi chetu kwamba ungewaasa wazazi ambao bado wana migogoro ya kijamii ambayo imepelekea watoto wao kupatikana na maafa ambayo hayawahusu kabisa katika migogoro hii. Nini ungependa kuwashauri? Na ningependa kuwashauri wazazi wangu bado wako hai na wengine ambao pia kuna mgogoro wa namna kama hii ya kwangu. Waachane na masuala kama haya, wasamehe na wamrudie Mungu. Nafikiri katika yote Mungu ana majibu kila jambo. Amina sana. Basi tupende kushukuru kwa jitihada ulizozionyesha katika kipindi chetu hiki na project yetu hii. Ndio. Basi nafikiri watu watakusikiliza na watajifunza kupitia kitu ulichokifanya na kitu ambacho kimekukuta katika maisha. Na pia najua watu ni wema sana, watakutafuta. Kuna wengine watajua jinsi ya kuangalia huduma yako ambao unaitembeza katika mitandao ya kijamii, ambao watasubscribe na kulike ili huduma yako basi ikapate kupata nguvu. Nitashukuru. Basi tunashukuru sana. Asante sana. Na Mungu awe nawe. Asante sana ndugu msikilizaji. Ndio. Kwa kipindi hichi ambao nimeipata, kwa kweli najisikia faraja, najisikia amani. Ndio. Mungu akubariki ndugu yangu wewe ambao umejitoa na umeguswa kufanya kipindi hichi cha mahojiano haya machache. Amina. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana Watanzania wenye mapenzi mema. Naomba support yao ili huduma yangu iwafikie walio wengi. Amina sana. Asante. Ndugu wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wetu wa kipindi cha Ujana Ujanani kupitia MC Badiana, basi nenda ukasubscribe, ukalike na ukacomment pia, bila kumsahau mtumishi wetu ambaye tulikuwa naye katika project yetu hii ya Ujana Ujanani, Peter Sima, ambaye utampata katika mtandao wa kijamii YouTube. Ukaenda ukalike, ukasubscribe na ukacomment pia, ili kumpa nguvu ndugu yetu ambaye alipatikana na ugonjwa ambao hakutegemea katika maisha yake, ikiwa alizaliwa ni mzima, lakini katika hali ya kutofahamu katika migogoro ya wazazi kampelekea yeye kupatikana na swala zima la upofu. Kwa tutakuwa wote katika project zitakazoendelea. Tunawapenda sana na muendelee kufuatilia na kulike na kucomment katika channel yetu ya MC Badiana. Shukrani sana.